Karibu tena mtazamaji kwa taarifa zaidi. Barua ya mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga kwa katibu mkuu Edwin Sifuna imeibua nipe nikupe ya kisheria ambayo mwishowe huenda ikatikisa chama hicho zaidi. Mrengo wa Linda Ground unaongozwa na kinara wa chama cha ODM Oburu Odinga unamtaka Sifuna kuelezea sababu za kukiuka sheria za chama katika mgogoro wa chama ambao huenda ukaendelea kabla ya uchaguzi mkuu unapokaribia. Na kama anavyoarifu Daniel Kariuki, viongozi wa mrengo wa Linda Ground wamemshambulia Sifuna wakidai ni mwoga wa kufika mbele ya kamati ya nidhamu. Kwenye barua kutoka kwa mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga, katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna anatuhumiwa kwa ukiukaji wa maadili na ukiukaji wa maazimio ya chama. Aidha, Sifuna anatuhumiwa kuendeleza mikutano ya kisiasa inayopinga msimamo wa chama, kutohudhuria mikutano muhimu ya chama na kukosa kuheshimu uongozi wa chama kupitia matamshi yake kinzani. Madai mengine yaliyoorodheshwa ni kinukuu ni kushindwa au kukataa bila sababu za msingi kuhudhuria vikao muhimu vya chama ikiwemo mikutano ya baraza la NEC na kamati kuu ya Februari 11 na Februari 12 mtawalia ambayo iliitishwa ili kujadili mambo ambayo umeendelea kukemea hadharani. Munaniona vizuri? Imebainika kuwa Sifuna kupitia kwa wakili wake anataka usuluhishaji wa mgogoro huu kulingana na kipengee cha 88 cha katiba ya ODM, akisema ni kinukuu, kwa azimio la baraza kuu la chama mnamo Februari 11, chama kilidai kinyume cha sheria na kinyume cha utaratibu kumuondoa mteja wetu kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Mteja wetu amesikitishwa na uamuzi huo na hivyo atafuata taratibu za kutatua mzozo chini ya kifungu cha 88 cha katiba ya ODM. Mwisho wa nukuu. Sifuna akidai kuwa sheria haikufuatwa katika kuondolewa kwake. Ijumaa, mrengo wa Linda Ground ukimshambulia Sifuna wakati wa mkutano wa kisiasa katika eneo la Oyugis. That ODM as a party will take any different direction from the direction we've already taken. We have taken the direction through our delegates conference national that we are in the broadest government. The person who said that he cannot be the Secretary General of mediocrity, he cannot be the Secretary General of Oburu Odinga, he has now hired a battery of lawyers to defend him so that he's not removed as ODM Secretary General. I have come to realize Sifuna is an empty debe. Because now tumemwambia we have to discipline you, now he's saying he wants to remain in the ODM party. So we are telling him that you are allowed to remain in the ODM party but not the Secretary General of ODM party. KTN imebaini kuwa Sifuna anapania kuendeleza kesi hii ya kumngatua mamlakani kwa muda, huku akisaka namna ya kusonga mbele iwapo watatolewa kwenye chama cha ODM. Ile swali wananchi wanauliza, wale delegates na wanachama ODM wanauliza, kama tunaweza fanya uchaguzi hapa chini, nyinyi wale pale juu mnaogopa nini? We already took decisions as a NEC, and we took a long time to make those decisions. You know, we gave him a lot of time to toe the rope, which he didn't. And as you can see, it's because we probably were moving. You know, when you remember a party, you move in the direction of the party. There's nothing Sifuna can do to secure his place back in ODM. Of course, after they have their way, which is by expelling him and doing all the things, removing from SG position and all the things they will do, he will go to court just as a formality. The courts, I believe, will reinstate him. But so much will have happened, it will not be necessary. Zoezi hili huenda likachukua muda mrefu, huku wadadisi wa kisiasa wakidai kuwa huenda Sifuna na kikosi chake wameandaa vita vya kisiasa chamani kupigania chama cha ODM au kujiandaa kuondoka kwa namna iliyopangwa inavyofaa na kufanya mazungumzo na upinzani. If he believes in his capacity to deliver, all he has to do is challenge Oburu for the party leadership, win it, and then challenge Ruto. Does Babu Owino have the resources necessary, the networks necessary to start his own political party? Does Edwin Sifuna have that capacity? Wadadisi wamedai kuwa si swali la ikiwa, bali ni la lini ODM itagawanyika na mirengo kuenda njia tofauti. For ODM, it should be more the end of ODM than the end of Sifuna.
Because most of us think the way in which things are playing out, ODM is dying. Splitting the party is not an issue. Having the machinery to run your own party is the question. Do the Young Turks have the resources necessary, the political weight, the strength? Sifuna ana siku 4 kujibu kuhusiana na tuhuma zilizoorodheshwa dhidi yake kwenye barua ya Wanga. Daniel Kariuki, KTN. Kwingineko mtazamaji, licha ya Rais William